Naam, karibu tena mtazamaji, tuelekee kaunti ya Nakuru ambako serikali imeanzisha operesheni katika kijiji cha Hodihodi eneo bunge la Bahati huko Nakuru ili kukabiliana na biashara ya pombe haramu, wakati ambapo vifo vinavyosababishwa na pombe hatari ikiwa vimefikia watu 10. Mshirikishi wa eneo la Bonde la Ufa George Natembea amesema kuwa hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya maafisa wa usalama wenye utepetevu wakati wa operesheni. Ibrahim Karanja anaarifu zaidi. Hamaki ya wakazi wa Hodihodi ikielekezewa mshirikishi wa Bonde la Ufa George Natembea. Uchungu na majonzi yamezidi huku idadi ya walioangamia kutokana na pombe hiyo haramu ikifikia 10 baada ya watu wengine 2 kufariki leo hii. Alhamis asubuhi na umati mkubwa wa watu ulijitokeza katika mkutano wa usalama, lakini kwanza walizivamia boma zilizoshukiwa kuwa na pombe hiyo haramu. Msako mkubwa ulifanywa huku nyumba zikibomolewa kwani wenyewe walikuwa wametoweka. Mama huyu alipatikana kwake na alishukiwa kuwa muuzaji wa pombe. Baada ya msako wa muda mrefu, raia walipata pombe hii iliyokuwa imechimbiwa shimo kwenye sakafu ya mojawapo ya nyumba hizo. Katika kikao na Natembea, waliendelea kuwalaumu maafisa wa usalama na wale wa utawala kwa mkosi huu. Pombe haramu, bangi hapa inauzwa kama peremende hapa. Chifu wa hapa na nyumba 10 ya hapa, nyinyi mnaenda kuchukua hongo tu, hongo peke yake. Hongo ndio mnachukua, ndipo hii pombe haiishi. Muuzaji wa pombe hapa ameheshimika kuliko hata ofisa mgani. Juu muuzaji wa pombe ukimpeleka huko anarudisha na Land Rover. Hapa tumeangushwa na kikosi yako. Ni kweli sio kweli? Wakishindwa kufunga, si tuchukue sheria sasa mikononi mwetu? Si ndio ametukosea? Si ndio ameshindwa? Sasa tunafanya kazi yao na tumewalipa. Kuna mahali ambapo tumeanguka. Tumeshindwa kulinda nini? Maisha ya wananchi. Watu wamekufa hapa, watu 10. Na ile pombe ambaye naua watu mpaka sasa hatujui ni pombe gani. Tunatafuta kwa giza tu. Wasiwasi yangu ni kwamba inaweza kuwa hata ingine iko mahali kwa mahindi kule na kwa mandizi. Watu wanaficha kule, haiko wajinga wanaendelea kunywa hiyo pombe. Natembea aidha aligusilia hatari ya pombe hiyo haramu. Wanaume yote ambao wamekufa na hii pombe, wengi hata wana watoto. Mtu ako na miaka 30, miaka 40, kuna mwingine miaka 50, hajui mtoto anakaa namna gani. Polisi sasa wameanza operesheni kali katika eneo hilo. Yote tutatafuta. Wewe kama unataka nyumba yako iharibiwe, wacha pombe. Toa pombe tupa huko nje. Tumeelewana? Jumla ya watu 10 wamepoteza maisha huku wengine 9 wakiendelea kupokea matibabu. 2 kati yao wako katika hali mahututi huku mmoja akipoteza kabisa uwezo wa kuona. Ibrahim